Naam, tunaanza movie yetu na mshikaji wetu ambaye anaitwa Tali. Huyu jamaa kazi anayoifanya ni kupiga picha. Ndio kitu anachokipenda katika maisha yake. Mpenzi wake naye ni mwanamitindo. Sasa wakawa wamepanga wakutane ili mshikaji ampige picha. Jamaa alipotokea na kwenda kumkiss bibi akasema hapana, kwanza wewe umechelewa. Mshikaji akamuelezea kwamba alikwenda kukutana na baba yake. Mpenzi wake alipomuuliza ilivyokuwa, jamaa alilalamika sana kusema kwamba amepoteza muda wake, bora asingeenda. Bibi akampa pole na kumwambia kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Sasa mle ndani kulikuwa na jamaa ambaye tayari alikuwa anapiga picha. Tayari akawa ametoka na kwenda kuongea naye. Jamaa mwingine aliyekuwa amekaa pembeni pale akawa ametokea demu wake na Tayari. Kaanza kuongea naye. Sasa yule mwanamke naye akawa anajibebisha. Mshikaji hadi akaona kwamba huyu mwanamke amenielewa. Akaomba namba na namba akapewa. Muda wote ule Tayari alikuwa anaangalia kila kitu kinachotokea. Yule jamaa alipoondoka Tayari akawa amemfuata mpenzi wake na kumgombeza. Akimuuliza kwa nini atoa namba mbele yake, yani kwa nini anamwaibisha. Bibi akamwambia kwamba ni mambo madogo, asimletee hasira alizotoa huko kwa baba yake kuja kumletea yeye. Jamaa akamwambia hapana, sio hivyo. Kumbuka huko na kipindi hata tukikutana na watu natambulisha kama rafiki yako. Inakuwaje tena mimi nakuwa sikuelewi, wewe unaona unanidharau sana, hayo mambo mimi siwezi. Bibi aliendelea kulalamika kadai kwamba mapenzi yake yanataka awe private. Hataki kila mtu ajue, yani anataka mambo ya siri. Sijui ndio dada yake na Barnaba, maana Barnaba ndo alimwambia dada yetu Vanessa eti watafanya siri. Hayo mambo ya siri kwenye mapenzi hakuna. Tukipendana kila mtu ajue. Baada ya Tali kuona kwamba mwanamke wake amuelewi bwana, alimwambia kwamba mahusiano yao ndo yameishia pale. Tali alipochukua begi lake na kutaka kuondoka, mpenzi wake alianza kulalamika akisema tunaachanaje? Kwa mfano unaniachaje? Hata mimi mbona sikuelewi. Tayari alichomwambia ni kwamba kila mtu achukue 50 zake. Mshikaji akawa ameyea. Huko mpenzi wake akibaka anamuita eti aje ampige picha. Hii movie inaitwa Picture of You. Inapatikana kwenye YouTube channel ya Chike Daniels TV. Bonge la movie. Na kwa wale wageni ni wakumbushe kusubscribe ili waendelee kupata kazi zetu bora na wawe wanafamilia wenzetu. Vile nyote kwa pamoja msisahau kulike, kucomment na kushare ili kazi zetu ziwafikie wengi. Mnayemtega sikio ni mimi Evra Chandra Kamangira, the guy from East Africa. Twende kazi. Upande wa pili tunamwona huyu mwanamke ambaye anaitwa Maya akiwa anakula makavu kutoka kwa bosi wake. Bosi wake anamtukana kinoma noma na kumwambia kwamba anachotakiwa kufanya ni kumwagiza Nigeria aende kufanya kazi huko. Maya kashtuka na kuuliza, Nigeria? Ndio, umekuwa ukiwatetea sana watu wa Nigeria. Sijui kwa sababu unahisi una damu ya watu wa huko Itabidi ni kuagiza huko Nigeria na Ghana, umekuwa ukiwatetea sana wewe. Yule mwanamke bwana alikana kwa kutulia maana hataki kupoteza kazi yake. Ila kilichotokea uweze amini aisee, walimwagiza Nigeria. Na siku anafika Nigeria, alimkuta mshikaji wetu bwana Tali akiwa anapiga picha maeneo ya sokoni. Akamwona kwa mbali alafu akampiga picha nzuri sana. Maana yule mwanamke alishusha kioo akiwa anashangaa mazingira. Sasa alikuwa ametoka Uingereza bwana, amerudi kwetu Nigeria kuja kuangalia tunavyokula ifufu, tunavyokula egusi soup, tunavyokula hizo okla. Mwanangu hizo chakula ni tamu. Aisee. Tali alipomaliza kupiga zake picha alichukua pikipiki akawa amesepa. Tali na mzee wake hawaelewani. Yaani kila wakikutana ni ugomvi. Babake anachokitaka ni mjamaa afanye kazi ya maana. Ila mshikaji anadai kwamba kazi ya kupiga picha ndo anaipenda na ndo kazi itakayomtoa na kumtengenezea maisha. Na ni kweli kuna watu kabisa ni mabilionea dunia hii kutokana na hiyo kazi ya kupiga picha. Ila mzee amuelewa na anamwambia kwamba amemsomesha katika shule zenye gharama ili awe na knowledge ya kutosha kufanya vitu vikubwa. Jamaa akamwambia kwamba yeye sio mzee wake, acha afanye mambo yake. Mzee akamwambia wewe huwezi kuwa kama mimi, wewe si failure bwana, wewe umeshindwa kila kitu, utakuwaje mimi? Yaani mshikaji alisikia hasira kama ameondoka zake, babaka kabaka anatukana. Unaona sasa, anaondoka. Hawezi hata kuongea na wanaume, hawezi kuongea maneno ya kiume. Akisikia tu kugombezwa kidogo anakasirika na kuondoka. Anataka watu wakumpetipeti kama mwanamke. Huyu mwanaume gani? Kwanza nani atakubali kufanya kazi na mwanaume anayevaa namna hiyo? Upande wa Maya bana alipofika Nigeria, akawa ameenda kukaa kwenye nyumba ambapo alikuwa anakaa rafiki yake ambaye wanaishi naye Uingereza. Alimvutia Maya na kumwambia kwamba nyumba yake ni nzuri sana, ameipenda. Rafiki yake akawa anashukuru. Rafiki yake akamwambia vipi kuhusu mpenzi wako Anthony? Mambo anakuaje? Akamwambia wewe achana na mimi. Yule ex wangu sema anapiga simu sema sokoti. Maana mimi simtaki tena jamani. Walipiga story kidogo, yule rafiki yake akawa amemwambia amwache atulie kwanza maana atakuwa amechoka na safari. Mida usiku Tala akiwa nyumbani akawa anapitia picha alizopiga. Aisee, alipoona picha yule mwanamke alimtizama, anamzumu. Akawa baada na muangalia pale, ikawa limepitisha tangazo kwenye kompyuta yake na kwamba kuna watu ambao wanatoa misaada ya kusaidia watu wenye vipaji. Hivyo kama anaweza kuapply aje apewe msaada. Ndoto yake ndio hivyo ianze kufanya kazi kwa sababu kuna watu wengine wana ndoto za maana ila hawajawahi kupata pesa. Wakiwezeshwa tu, aisee huyo rafiki yako unayemdharau, atakuacha mbali wewe.
Siku iliyofuata tunamuona Maya ndo ameshafika kwenye ofisi yake mpya. Akiwa ndani baada anaangalia mazingira, akawa ametokea binti ambaye ni msaidizi wake anayeitwa Aya. Amemletea kahawa bwana, akamwambia hii kahawa ni tamu sana hapa mjini, ndo kahawa ambao watu wanaipenda. Ila Maya alipojaribu akaonekana kuto kuipenda. Aya alimwambia aache malingo, akamwambia kwamba ataipenda, ataendelea kuitumia kisha ataipenda. Alimkabidhi pia ufunguo wa gari na kumwambia kwamba anawahakika kwamba hata gari pia atakuja kuipenda. Ambacho hakijui ni kwamba huyu Aya amepewa dili na bosi wao ili amfuatilie huyu mwanamke. In short, wanataka kumfukuza kazi huyu mwanamke. Wanamfuatilia ili akifanya tu kosa kidogo amfukuze. Muda wa kurudi nyumbani Maya alipotoka na kuona ile gari, Aisha alijisikia vibaya, akaanza kujiuliza, hii gari nitakuwa naendeshaje hii gari? Akiwa bado anaongea peke yake akilalamika kama nyanya, yule msaidizi wake Aya akawa ametokea. Akaanza kumuuliza, hivi inakuwaje mnipe gari kama hii? Aya alichomwambia ni kwamba gari ni nzuri na taratibu ataipenda, na kama hata alizishwa nayo itabidi anunue gari yake mwenyewe. Baada ya Maya kupanda lile gari na kuondoka, Aya akawa amepokea simu kutoka kwa bosi wao. Bosi wao akipeleleza na kutaka kusikia kwamba kuna kosa lolote ambalo amelifanya aweze kumfukuza. Aya akamwambia bado namfuatilia bosi wangu. Nitakwambia kila kitu. Yaani akikosea tu kidogo nitakupa taarifa. Baada ya siku kadhaa Maya na Tali wakaja kukutana uso kwa uso kwenye moja ya maonyesho ya sehemu iliyokuwa imefunguliwa ya kuhifadhi mambo ya picha. Sasa bwana Tali akiwa anapiga picha, kamera yake ikawa imemnasa naye. I see. Mshikaji alishtuka kaacha kwanza kupiga picha, kabida msogelee na kuanza kuongea naye. Alianza akisifia picha alizokuwa akiziangalia. Basi wakawa wameanza kuongea wote akisifia hizo picha, wakidai kwamba zina bei. Ila kila picha walioitizama, jamaa aliitumia katika kuwasilisha ujumbe kwa yule mwanamke, akimwambia kwamba ni mzuri. Picha ya mwisho alipoiona alisema, hii hapa kabisa siwezi nikakulinganisha nayo. Yani sijui yani hata sielewi. Bibi akawa anajiuliza huwa anamaanisha nini? Anamaanisha kwamba mimi sio mzuri au anamaanisha kama picha ni kali? Maana bibi mwenyewe picha alikuwa ameipenda kinoma noma. Jamaa akamwambia japokuwa hiyo picha ni nzuri, aisee bado nitakuchagua wewe. Maya alionekana kushtuka na kufurahi sana. Akaelewa akasema okay, tuseme umeshinda. Jamaa alimsalimia akamwambia anaitwa Tali Okoe. Maya naye akajitambulisha. Tali akiwa bado ameshika mkono wa Maya, aliendelea kurudia jina lake huku akimshika taratibu. Maya alimwaga na kumwambia kwamba kuna watu itabidi akutane nao. Jamaa akamwambia okay, na mimi nataka niendelee kupiga picha, ila tutakutana tena. Maya akasema nitajaribu kujificha. Alipotoka tu jamaa akaanza kumpiga picha. Huyu mshikaji bwana, hatari sana. Kwa baadaye walikutana tena bwana, wakazidi kuongea. Jamaa akamwambia wewe unaonekana kama mpya hapa. Bibi akasema wewe umejuaje? Jamaa akamwambia hata nikikuangalia, pigo zako unavyoongea, kila kitu wewe sio mtu hapa kabisa. Bibi akamwambia ni kweli, mimi nimetokea huko Uingereza, nimekuja kufanya kazi huko. Jamaa akasema karibu sana, nitakuwa nakutembeza uone mji kama utajali. Bibi akasema wewe nitakuaminije sasa? Jamaa akamwambia inabidi uniamini, na mimi siwezi kufanya kitu chochote, na tayari uso wako unaonyesha kwamba tayari umeshaniamini. Uwezi amini bwana. Waliendelea kuongea hadi giza likatanda. Ila kabla ya kutengana, jamaa akakumbuka kuomba namba na kumwomba mwanamke akubali kesho amtoe out. Mwanamke akasema wala hata usijali. Maya alipopanda ndani ya gari akajaribu kuwasha gari kawa haliwaki. Mshikaji akamuuliza kuna nini, mbona gari haliwaki? Jamaa naye alijaribu kuwasha ile gari kawa imekataa. Tayari alimtaka kutokuwa na wasiwasi, akimwambia kwamba kuna mafundi ambao anafahamiana nao, atawapigia simu, atakuja kuitengeneza na kila kitu kitakuwa sawa. Anachotakiwa kufanya ni amruhusu ampeleke nyumbani. Bibi akaanza kusita na kumuuliza, akasema wala usijali, wewe niamini tu. Akasema sawa, gari lako liko wapi? Mshikaji alipogeuka, bibi akaona pikipiki, akasema pikipiki? Akasema hapana siwezi. Akamwambia wewe bwana, wewe niamini tu mimi. Dereva mzuri na nitakufikisha salama. Bibi bwana alikuwa hana ujanja, mvua ilikuwa inataka kunyesha. Basi akawa amekubali akapanda pikipiki au wakafika nyumbani. Walipofika nyumbani sasa kwa mwanamke akamwambia ingia ndani kidogo, maana tunaona mvua inataka kunyesha, utanyeshwa kabla ya kufika nyumbani. Jamaa basi akawa amekubali kuingia ndani. Walipofika tu ndani Maya akiwa anaongea aligeuka. Kumbe jamaa naye amesimama nyuma yake. Waliangaliana hivi. Mboni za macho yao zikaongea ile lugha, huko mzee Paulo na Bi Aisha wakiwa nao wako tayari. Kwa nje mvua ikiwa tayari inanyesha, walizidi kutizamana na kuanza kumuunya pipi. Moja kwa moja wakawa wameelekea chumbani. Mida asubuhi Tara alipoamka na kutaka kuondoka, bibi naye alijishtua akamuuliza, kwa hiyo ndio ulitaka kuondoka bila kuniaga? Jamaa akasema hapana, sikutaka kukuamsha. Jamaa alipoongea naye kidogo alimwambia kwamba itabidi aende kusimamia mambo ya gari lake ili amletee likiwa limetengenezwa. Maya alimtaka aache kujisumbua, akamwambia ampe namba za mafundi tu awasiliane nao. Jamaa akasema hapana, lazima nijisimamie na kila kitu kikae vizuri. Wow, Maya alifurahi sana akasema jamani, utafanya hivyo kwa ajili yangu? Jamaa akasema kila kitu kwa ajili yako mama. Tayari alimfuata pale kitandani na kumtandika busu kwenye paji la uso. Akamwambia kwamba
atampigia simu gari lake itakapokuwa limeshakwisha kutengenezwa. Jamaa alipoondoka, Maya alibaki akionekana mwenye furaha kubwa sana. Akachukua simu yake na kumpigia yule rafiki yake. Alimwambia kwamba ameenjoy sana usiku uliopita. Rafiki yake akamwambia okay, nipe hizo habari. Alimpa stori nzima kuhusiana na jinsi alivyokutana na mshikaji, bila kusahau kumsifia kwamba kitandani yupo vizuri. Rafiki yake alifurahi na kumwambia kwamba ndio maana hatakiwi kuendelea kuwa na mtu kama Anthony. Inabidi aenjoy na wafurahie wanaume wa Nigeria, maana wanaijua kazi. Usiku uliofuata Maya alipofika kazini alionekana kuwa na furaha kubwa sana, kiasi kwamba hata msaidizi wake Aya aligundua kwamba kuna kitu kimetokea. Baada ya kumtibua alimwambia kwamba amemletea faili. Maya alishtuka na kuuliza ni faili za nini. Aya akamwambia kwamba ni za watu walioapply ili waweze kupata ile misaada. Alipozimkabidhi na kuondoka, Maya moja kwa moja alianza kuzipitia. Aisee, utaamini alishtuka sana baada ya kuona jina la mshikaji. Kumbe tayari huyo alipoapply ni kwenye shirika ambao anafanya nao kazi Maya. Alionekana kushtuka sana. Akawa anaangalia ile faili mara mbili ili ahakikishe kwamba ni la mshikaji. Maya alipofika nyumbani alimpigia yule rafiki yake na kumweleza kila kitu kinachoendelea. Rafiki yake alichomshauri ni kwamba itabidi aachane na Tali ili Tali aweze kuchaguliwa. La sivyo watasema kwamba wamemchagua kutokana na kwamba wanapendana au wana ushikaji, na ni kosa kubwa sana kutokana na sheria za kampuni yao. Alipomaliza kuongea naye bwana, Maya alikaa kitandani na kutafakari sana. Aisee, kwenye haya maisha kuna kipindi kianza tu kufurahi, mambo anaanza kwenda ndivyo sivyo, yani hata sijui kwa nini. Ilipofika mida ya jioni, Tara alijitahidi kumpigia simu Maya. Maya akawa haokoti simu. Mshikaji alionekana kuchanganyikiwa akijiuliza nini shida. Upande wa Maya akawa ameshavaa hata nguo za kulalia, yupo kitandani kitambo. Akiwa anaendelea kutafakari bila kujua afanye nini, jamaa aliendelea kupiga simu ila akawa hapokei. Upande wa Tali bwana, mlango uligongwa. Mshikaji alipofungua, kumbe alikuwa ex wake kaja na marafiki zake. Hatari sana huyu mwanamke. Alimtaka jamaa aache kila kitu alichokuwa anakifanya aende akawapige picha. Mshikaji akawa haelewi, wewe unamaanisha nini? Wewe tushaachana. Ilibidi jamaa mchane na mweke wazi kabisa kwamba hawana chochote kinachoendelea baina yao. Mwanamke akawa haelewi akisema kwamba yeye alidhania jamaa alikuwa amekasirika, ndio maana alitoka na kuondoka bila kuyajenga. Jamaa akamwambia hapana, mimi na wewe tushamaliza. Alianza kuwafukuza mle ndani marafiki zake, nao wakilalamika wakidai kwamba wametumia pesa kibao kufika pale, itabidi yule mwanamke awalipe. Hata baada ya kuondoka, mshikaji aliendelea kupiga simu bila kukata tamaa, ila Maya kaa hapokei. Siku zilisonga na maisha yakaendelea, ila jamaa alizidi kumkumbuka Maya. Kila alipowaza kupiga simu kiburi chake kilikataa, akiwaza kwamba labda alitaka kumtumia, ilikuwa one night stand, vitu kama hivyo. Unajua kama mwanaume kuna kipindi bwana usiendelee kubembeleza sana, muda mwingine unajishusha thamani. Baada ya siku Aya alimfuata Maya na kumwambia kwamba wana matatizo makubwa sana. Maya aliposhtuka na kumuuliza kinachoendelea, bibi alimwambia kwamba mtu ambaye alikuwa amepangwa aje kupiga picha ameambia kwamba hawezi kuwepo, na tayari kampeni ya kampuni yao ilikuwa tayari imeshaanza. Maya naye alionekana kuchanganyikiwa akimuuliza, kwani wewe una mtu mwingine yote yule ambaye tunaweza tukamtumia? Bibi alimwambia kwamba hana kabisa. Maya kawaza, akachukua simu na kumpigia mshikaji. Mshikaji alikuwepo location na anapiga picha, yuko busy na kazi. Ila alipopokea simu ya Maya, Maya akamwambia kwamba anamhitaji na anahitaji msaada wake. Jamaa alimwambia wala hata usijali, niambie jina la location nakuja. Alimwambia bidada aliyekuwa anampiga picha kwamba inabidi aondoke. Badala akaanza kuuliza kwa nini unaondoka na ndio tulikuwa tunaanza. Jamaa alimwambia wala wewe usijali, kila kitu kipo sawa. Mshikaji alichukua pikipiki lake akawa amewahi sehemu ya tukio. Walipokutana Maya alianza kumwomba msamaha, jamaa akamwambia wala hata usijali, ni mambo ya kazi na ndio maana nimetokea. Wakiwa bado wanaongea Aya akawa amekuja. Akaanza kuulizia jamaa ni mtu wa wapi. Maya akamwambia kwamba nimpiga picha ambaye amemtafuta haraka sana ili aje kuwasaidia. Aisee, Aya alianza kumsifia mbele yake kusema aisee mwanaume ni mzuri, hebu kubali basi unioe. Jamaa akasema ingekuwa vizuri lakini tayari kuna mtu mwingine namwangalia. Aya alidai kwamba itabidi ajaribu wakati mwingine, huenda huyo mtu hata kuja kumpa nafasi. Maya na Tali walitoka na kuondoka huku akimwacha Aya akiwatizama. Tunaona tayari shughuli ikiwa ishakuwa shughuli aisee, watu wanacheza ni hatari. Jamaa naye anapiga picha, yani kila kona anapiga picha, kwa nyuma, kwa mbele, watu wanakatika, watu wanacheza, wapo wanapiga ngoma za asili, yani yuko bize tu yeye anapiga picha. Baada ya muda bwana Maya naye akaenjoy, akashuka pale na kuanza kucheza nao. Aisee alicheza huku mshikaji naye anaendelea kupiga picha yani. Alipomaliza alianza kumsifia kwamba alikuwa anacheza vizuri, akasema wewe usinidanganye. Akasema kweli. Waliongea wakaamua kwenda kupata chai. Jamaa akamwambia hapana, nitakupeleka sehemu ambapo wanauza kahawa nzuri sana. Maya akamwambia kwamba hakuna sehemu ambapo wanauza kahawa nzuri, maana yeye amekuwa akimletea kahawa ambazo hata hazieleweki. Jamaa akamtoa wasiwasi na kumwambia wewe nikubali mimi. Alivyompeleka alipoletewa kahawa, aisee aliipenda kinoma noma. Tayari alimweka wazi kwamba aliwahi kuwa mfanyakazi pale. Maya akamuuliza ilikuwaje?
Jamaa akamwambia kwamba baba yake alikataa kumnunulia kamera na yeye akawa hana pesa. Ndo alikuwa amehitimu chuo. Kabidi aje kufanya kazi pale ili aweze kununua kamera. Maana baba yake amsupport hata kidogo kusana hiyo kazi anayoifanya. Walijikuta wakiongea kwa furaha hadi wakaanza kugonga machezi. Maya alipofika nyumbani kama kawaida alimvutia waya rafiki yake na kumpa taarifa ya kila kilichotokea. Rafiki yake alimwambia kwamba kitu anachokifanya kitakuja kumuomboa. Maya akamwambia kwamba hapana, ni mambo ya kazi tu, hakuna mambo ya mahusiano. Ila akawa anadanganya bwana. Kutokana na ukaribu, walianza kujikuta wanatembeleana na kuzagamuana kila wakati. Mapenzi yao yalianza kunoga. Jamaa akimtreat vizuri Maya alipomtembelea, mara muandalie chakula. Walijikuta wenye furaha kubwa wakicheza michezo tofauti tofauti. Yaani ni raha jamani. Watu wapendanao mkiwa pamoja ikiwa hamjagombana lakini. Kuna kipindi natamani hata nyumba uihame. Waliingia kwenye ofisi ya mshikaji, jamaa akaanza kumpiga picha huku akimuonyesha namna gani ya kusimama. Jamani, mapenzi ni matamu. Mapenzi ni matamu. Ukimpata yule ambaye unaendana naye. Jamaa aliseti kamera na akawa amejiunga naye, wakaanza kupiga picha kwa pamoja. Maya alianza kumshukuru Tali na kumwambia kwamba hiyo weekend imekuwa nzuri sana. Jamaa akasema hata mimi kwangu ni kama vile siku ya kwanza nilipokuona. Aisee, nilikuangalia bila hata kuchoka. Maya alimwambia kwamba hakumwangalia peke yake, wote waliangaliana. Jamaa akasema hapana, sio siku ile. Mshikaji alimtajia ile eneo la sokoni na kuchukua simu akaanza kumuonyesha zile picha. Maya alimgeukia na kumwambia kwamba ile ilikuwa ndo siku yake ya kwanza kuingia Nigeria. Jamaa alianza kumsimulia kana kwamba alikuwa amepanga. Yaani alikuwa bize anapiga picha pale sokoni, yeye akawa ameshusha kioo. Maya aliziangalia na kuzipenda. Akasema kwamba ni picha nzuri. Ila na furaha ya kuziweka kwenye zile picha ulizoweka kipindi unaomba ule msaada. Jamaa akasema msaada? Yale mambo ambayo umeapply. Jamaa akashtuka na kuanza kumuuliza, hivi mimi nishawahi kukwambia kuhusiana na hayo mambo? Maya hapo naye akili ikarudi, akajua kwamba ameyakanyaga. Akamwambia ndio uliniambia. Jamaa akasema hapana, mimi sijawahi kukwambia. Maya bana ilibidi amfungukie, akamwambia kwamba anafanya kazi kwenye ile kampuni. Jamaa alimind kinoma noma, maana mwenyewe alijua kwamba ikigundulia kwamba Maya anafanya kazi kule na wakajua kwamba ni wapenzi hatapata. Mshikaji alianza kumpigia kelele na kumwambia kwamba haiwezekani mharibie maisha. Baba yake amemwambia kwamba hawezi kufika popote na anafanya kila kitu ili aweze kumprove baba yake kwamba anaweza kusimama kama mwanaume na kafikia ndoto zake. Kwa nini anamharibia? Bibi alijaribu kumbembeleza ila mshikaji akawa hataki kabisa. Ilibidi Maya arudi nyumbani. Alipofika nyumbani alikaa na kutafakari, akakosa namna ya kufanya. Jamaa naye kule naye anaendelea kufikiria. Hawa watu wanapendana. Ila kwa taarifa nzuri au mbaya, ilitakiwa Tali aendelee kufanya kazi na kina Maya. Walijaribu kujikaza na kuishi kama watu wasiofahamiana, ili ikawa inashindikana. Maana muda mwingine walikuwa wanajikuta wanatizamana, na unajua roho bwana zinahitajiana. Na macho yakiangaliana, kuna ujumbe unapelekwa. Aisee, hatari sana hii. Ni ngumu sana kumpiga picha mtu unayempenda. Mara kwa mara unampiga picha eti usimpende. Ni kama vile mtu akwambie mtu uchole sura ya mtu unayempenda, afu eti umechukiana naye nini na nini, bado ukiwa moyoni unampenda, utazidi kumpenda. Maana mtu unavyomchora vile unavyozidi kumwangalia, ndo ni kama unamfix ndani ya akili yako. Walipokuwa akirudi nyumbani, kila mmoja wao alikuwa anatamani sana kumpigia mwenzake, wakawa wanashindwa. Ni kujikaza tu na kujitesa, maana watu wanapendana. Na hizi nyakati kwenye mahusiano ni nzuri pia. Zitakufanya ugundue ni kiasi gani unampenda mtu. Maana mtu unagombana naye, lakini unakuwa huna mtu mwingine wa kuongea naye ili aweze kukufariji. Hapo ndipo utakapojua kwamba huyo mtu unampenda zaidi ya watu wote. Yaani ukiwa una mtu unampenda, ukigombana naye unapata mtu wa kukava sehemu yake, wewe mwenyewe ujidoubt. Ili ujue kama mtu unampenda, utajua kupitia matendo yako, sio kupitia matendo ya mtu mwingine. Siku za kazi ziliendelea, wakaendelea kuchapa kazi kwa pamoja. Aya sasa kaanza kumwingilia mshikaji akimuuliza, mbona Maya hayuko sawa? Jamaa akasema, wewe unamaanisha nini? Mimi naona mbona yuko vizuri. Hapana bwana, Maya hayupo vizuri na hata wewe unaona. Jamaa akawa anasema, mimi sielewi unachokizungumza. Tena anajaribu kuzuga ile anajua kinachoendelea. Mwishoni Tara alishindwa kuvumilia, akamtinga Maya akiwa peke yake, akamshika mkono na kukimbia naye sehemu hivi ya kujificha. Walianza kuongea na kuwekana wazi kwamba wanapendana. Jamaa akimwambia kwamba mimi siwezi kuishi bila wewe bwana, nimejitahidi lakini nimeshindwa. Bibi naye akamwambia hata mimi ninajitahidi, nikifika nyumbani hata usingizi sipati. Ila Maya alimwambia kwamba hawezi kuendelea na mahusiano ili jamaa mambo yake yapite. Mshikaji akasema wala hata usijali kuhusu mimi. Jamaa alianza kumtandika mabusu aisee na nguo zikavuliwa mule, wana wakavunja amri ya 6. Toka siku ile mapenzi yao akawa yamerejea tena. Ila hawakuenjoy sana kutokana na kwamba baada ya siku Antonio ambaye alikuwa ex wa Maya alimfuata Nigeria. Maya alishtuka sana alipomuona, akimuuliza anafuata nini. Jamaa akamwambia kwamba hawezi kuishi bila yeye, hivyo itabidi amsamehe warudiane. Maya akamwambia kwamba kama kumsamehe ameshamsamehe, ila kurudiana haiwezekani. Jamaa alimtaka afikirie, akamwomba wakutane siku iliyofuata ili wakae na kuongea. Maya alimwambia okay, usijali tutafanya hivyo.
Moja kwa moja Maya alielekea kwa mpenzi wake tena na kumweleza kila kitu, akimwambia kwamba ex wake amekuja na ni mtu ambaye anaweza kufuatilia kila kitu, akagundua na kuja kuwaharibia. Jamaa akamwambia kwamba watakuwa makini. Ila bibi alimtoa wasiwasi na kumwambia kwamba wewe si ndio umemaliza kufanya kazi na sisi? Hatutakuwa tunakutana kikazi, tutakuwa tunakutana kama wapenzi, tunaficha kila kitu. Hadi utakapopata ile pesa, kila kitu kiendelee vizuri. Baada ya maongezi yale, Tala alimwambia mpenzi wake Maya kwamba kuna rafiki yake amempa mwaliko, hivyo atamtaka waongozane. Maya alikubaliana naye. Siku iliyofuata mida ya mchana, Maya alikwenda kukutana na yule ex wake Antonio. Walikaa na kuongea. Jamaa alijitahidi kumbembeleza, ila Maya akamwambia kwamba hawezi kuendelea naye hata iweje. Alimtaka arudi nyumbani aendelee na maisha yake. Mida usiku tunamuona jamaa akiwa amekaa na washikaji zake. Maya akawa ametokea. Walipokaa wakipiga story, kumbe pembeni bwana alikuwepo yule ex wake na wale marafiki zake. Wale maex walipomuona akasema, umemwona mpenzi wako? Kasha kuacha kumbe na yupo na mtu mwingine, alafu mwanamke wa kizungu. Ex wa Tali alijisikia vibaya, akanyanyuka na kwenda kuleta ugomvi pale kwenye meza. Tali akamwambia, bwana wewe, kila mtu anajua kwamba wewe tuliachana. Unakuja hapa kujaibisha ili weje? Nenda bwana. Walimtoa pale kwa aibu, akawa ameondoka. Kumbe bwana Antonio naye alikuwa amemfuatilia Maya ili ajue anakwenda wapi. Na kutokana na kwamba sehemu ya tukio alikuwepo, kile alichofanywa yule mwanamke alikiona. Alimfuata na kuanza kuongea naye. Yule mwanamke akamuuliza anatafuta kitu gani. Alimweka wazi kwamba jamaa amechukua demu wake. Jamaa akamwambia kwamba naye ni ex wake. Yeye hamtaki, anataka tu amuumize, amkomeshe. Basi wakaunga njama. Jamaa alikaa naye na kuanza kumuuliza ni kitu gani wanachoweza kukitumia ili wawatenganishe. Ikaonekana kwamba mwanamke hana sababu. Alimuomba ampeleke nyumbani kwake. Mwanamke akasema usijali, mimi bado nina ufunguo. Walikwenda nyumbani kwa mshikaji. Yule mzungu akamuomba yule mwanamke afungue laptop. Akaweza kufungua ise. Mshikaji alipokaa mbele ya laptop, aligundua kila kitu na alipakua kila kitu, hata zile picha walizopiga kwa pamoja. Ushahidi wote aliondoka nao. Siku moja Tala akiwa amekaa mgawani, Antoni alimfuata akaanza kuongea. Akamwambia, bwana mimi nina kila kitu chako na anaweza nikakuharibia. Unachotakiwa kufanya ni kumwacha mpenzi wake. Aisee, jamaa alipotoka pale akamfuata mpenzi wake na kumwambia kila kitu. Maya akawa amekasirika na kusema acha nimfuate niongee naye. Hawezi kutufanyia mambo kama haya. Mshikaji akamwambia basi acha tuende wote. Wakamfuata jamaa, wakamtukana, wakampa makavu. Mshikaji akajisikia vibaya. Walipoondoka, ex wake na jamaa naye akawa amefika. Jamaa akasema mimi siwezi kumuumiza huyu mwanamke bwana. Mimi nampenda, sitaki nimharibie maisha. Ex wa Tala alimdanganya na kumwambia kwamba atamsaidia hadi arudiane na mpenzi wake. Yeye anachotakiwa kumfanya ni ampe zile faili, atajua cha kufanya. Yule mwanamke alizichukua na kuzipost mitandaoni. Aya akawa ameziona. Akamfuata Maya na kumweleza kila kitu kinachoendelea. Alimweka wazi kwamba aliweka pale kama mpelelezi, lakini baadaye akaja kumwona ni mtu mzuri, akampenda na yupo tayari kumwekea siri. Lakini Maya akawa anajua kwamba kila kitu kimeharibika. Maya alimfuata mshikaji, wakaanza kugombana. Tale akimtaka Maya aache kazi ili yeye apate ule msaada atoboe kimaisha. Maya naye akidai kwamba jina lake amelijenga kwa miaka mingi sana na ametumia nguvu nyingi, hivyo hayupo tayari kuacha ile kazi hata iweje. Waliendelea kugombana, kila mtu akikotea upande wake, kila mmoja akimwambia mwenzie amwachie. Maya alitoka kwa hasira akaondoka. Hata alipofika nyumbani alijaribu kula, akawa anashindwa. Alichokuwa anakifanya tu ni kutoa machozi na kulia. Mshikaji naye kule naye mawazo ni hivyo hivyo. Maya hata akifika kazini kazi hawezi kufanya, anashinda akimfikiria mshikaji. Rafiki yake Aya alimfuata akaongea naye, akamwambia bwana wewe ni mwanamke, inabidi uchague kitu ambacho moyo wako unapenda. Na kuna namna hayo mambo mnaweza mkayafanya. Kitu mnachotakiwa kufanya ni kuacha utoto na kukaa mkaongea mkayajenga. Maya alikaa na kutafakari, akaamua kuandika barua ya kuacha kazi. Aisee aliacha kazi, akawa ametoka. Alipofika kwenye gari lake na kuliwasha, gari likakataa kuwaka. Gari liliacha pala, akakimbia akachukua taxi ili awahi kwa jamaa. Alipofika kwa mshikaji kumbe naye alikuwa ndo anasubmit email ya kusema kwamba hataki tena ule msaada, ili mradi tu abaki na mwanamke wake. Jamaa akiwa anajiandaa kutoka, Maya naye akawa ndo anafika kwake. Mshikaji akamuuliza umefuata nini hapa? Maya akamwambia kuwa yupo tayari kuacha kazi na nini na ameshatoa barua. Jamaa akamwambia na mimi tayari nishatuma email ya kuacha kazi. Mimi naikupenda ni wewe. Walianza kuambiana kwamba wanapendana na kila mtu akawa ameshapoteza. Jamaa akamwambia lakini kumbuka, wewe unaweza ukarudi ukachukua ile barua ukaendelea na kazi. Mimi sijali kuhusiana na kazi yako kabisa, wewe unaweza kuendelea. Tayari alimtaka asiwaze kuhusiana na kwamba atafukuzwa nchini Nigeria kutokana kwamba sio raia. Alimwahidi kumuoa na apate uraia kabisa moja kwa moja. Maya alifurahi akimuuliza kwamba alichokuwa nakiongea na kimaanisha. Jamaa akamwambia kwamba yupo tayari kumuoa. Je, atakubali? Maya akasema ndio. Maya alipofika kazini kwao, rafiki yake Aya alimwambia kwamba alijua kwamba atarudi. Ile barua wala hakulipeleka sehemu yoyote. Alimkabidhi akamwambia njoo tuendelee kuchapa kazi.
Na nikwambie kitu, hata ile email mshikaji aliyotuma, weka i-cancel. Mshikaji aendelee na maisha yake. Wewe huwezi kuwa kizuizi katika maisha yake. Ni mapenzi jamani, kupendana sio dhambi. Kupendana sio dhambi. Wana waliendelea na maisha yao wakapendana. Siku moja wakiwa wamekaa nyumbani, Tala alipokea email iliyodai kwamba yeye amepokea zile pesa. Alijisikia vibaya. Alipomwambia mpenzi wake, walikumbatiana kwa furaha kubwa sana. Na huu ndio mwisho wa movie yetu ya leo. Niwe na imani kwamba umejifunza mengi. Usije ukakata tamaa kwa kitu ambacho wanakiita upendo. Nikwambie kitu, kuna kitu ambacho kinatisha, na hicho kitu kinaitwa usingizi. Kila kitu ambacho najua wewe ni kikali kwenye dunia hii kinapitiwa na usingizi. Lakini upendo unashinda usingizi. Maana ukilala unaendelea kumwota mtu unayempenda. Ina maana katika ule usingizi mapenzi yanaendelea kutawala. So usije ukakata tamaa kwa mapenzi, ili mradi tu uwe umempata mtu sahihi. Kwa wale wageni wetu niwakumbushe kusubscribe ili muendelee kupata kazi zetu bora. Vile vile jamani, msisahau kulike, kucomment na kushare. Kazi zetu ziwafikie wengi. Mtakuwa mmetisha ise. Uliyekuwa na mtega sikio ni mimi Era Shadrack Kamangira, the guy from East Africa. Bye.